Leo tutazama katika somo lenye uzito mkuu kwa kila muumini, kazi za Roho Mtakatifu. Kwanza, Roho Mtakatifu hutufundisha na kutufunulia ukweli. Bwana Yesu alisema hivi, lakini huyo msaidizi, Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Injili ya Yohana 14 aya ya 26. Hii ina maana kuwa Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu wa ndani. Hufundisha mioyo yetu, hufunua siri za kiroho na kutukumbusha mafundisho ya Kristo katika maisha ya kila siku. Pili, Roho Mtakatifu hututia muhuri wa Mungu. Katika huyo ninyi nanyi mliamini mlipoisikia ile kweli, yaani injili ya wokovu wenu, tena mlipoamini mkatiliwa muhuri kwa Roho Mtakatifu wa ahadi. Waraka wa Paulo kwanza aya ya 13. Roho Mtakatifu ni alama ya kuwa sisi ni wa Mungu. Anapokuja ndani yetu, hututia muhuri wa milele unaothibitisha kuwa sisi ni wake Mungu. Tatu, Roho Mtakatifu hutuongoza kila siku. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Waraka wa Paulo kwa Warumi aya ya 14. Uongozi wa Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Hatupaswi kuishi kwa mawazo yetu binafsi, bali kwa uongozi wa Roho anayetuelekeza katika kweli yote. Ne, Roho Mtakatifu hutupa nguvu ya kila nguvu, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa dunia. Matendo ya Mitume sura ya 1. Kushinda dhambi, majaribu na uoga hutoka kwa Roho Mtakatifu. Hatuna uwezo bila msaada wake. 5. Roho Mtakatifu tunaposhindwa kuomba. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui jinsi inavyotupasa kuomba, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Waraka wa Paulo kwa Warumi aya ya 26. Roho Mtakatifu anajua moyo wa Mungu, na kwa hivyo anaomba kwa ajili yetu kwa namna bora zaidi kuliko sisi tunavyojua. 6. Roho Mtakatifu hutoa karama kwa waumini. Bali kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kwa maana mtu mmoja hupewa kwa Roho neno la hekima, mwingine neno la maarifa kwa Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, mwingine karama za kuponya kwa Roho yule mmoja. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ya 12 aya ya 7 hadi 9. Karama hizi hutolewa kwa mapenzi ya Mungu, si kwa fahari au kujionyesha, bali kwa ajili ya kulijenga kanisa na kuleta uzima kwa waumini. 7. Roho Mtakatifu huzalisha matunda ya kiroho. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna